zaidi kwenye mstari huu akazungumzia zaidi juu ya bidii katika kupanda mbegu. Bidii katika kupanda mbegu. Usiku panda mbegu zako, asubuhi panda mbegu zako, maana hujui ni ipi itazaa sawasawa. Habari za kuzaa ni juu ya Mungu. Wewe panda na muombe Mungu na matokeo yatatokea. Na mpendwa wangu, ni kuambia ya kwamba mazingira hubadilishwa na mtu, na mazingira yanabadilishwa na mtu na akiwa amemtegemea Mungu. Kwa hiyo wewe lazima usiingie kazini upande, na unapopanda usipande kwa uvivu, na unapoomba usiombe kwa uvivu. Jioni ya leo tenga muda kuombea yale unayoyatamani yatokee kwenye maisha yako, hata kama uliyaombea asubuhi, hata kama uliyaombea mchana, na jioni omba. Hata kama umeshaombea miaka 20 iliyopita, na saa hii omba. Yuko mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu kwa miaka 12. Alipotokwa na damu kwa miaka 12, akasikia bado kuna habari za Yesu anapita, Yesu wa Nazareti, na hakukata tamaa. Akasema hata kama ni jioni sana, hata kama ni muda umeenda sana, nimekaa miaka 12, nimesengenywa, nimesemwa, nimetengwa miaka 12, nimevumilia miaka 12. Inawezekana alienda kwa waganga wa kienyeji wengi, inawezekana alienda na kutegemea miungu mingi, kila kona alisumbuka, lakini akasema bado ninaamini, ninatoka, nitaenda hapa. Inawezekana ni saa yangu ya kupona, inawezekana ni wakati wangu wa kufunguliwa. Na kweli alipotoka Bwana alimsaidia, na kweli alipotoka Bwana alimsikia, na kweli alipotoka kwenda, alipotumia ule muda wake vizuri, akasema nitaenda kumwomba Mungu wangu anifungue, na Bwana alimfungua. Akasema nitaenda niguse pindo la Yesu, na Bwana akamfungua. Mpendwa wangu unayenisikiliza sasa, usikate tamaa kuombea yale maono unayoyaombea, lile jambo linalokusumbua moyoni mwako. Hebu mwite Bwana, mwambie Mungu haja ya moyo wako, naye atatenda. Amen. Karibu tuungane katika maombi ya jioni ya leo. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, ninaalika nguvu yako ikawe pamoja na mtoto wako huyu katika hitaji alilo nalo. Ana mahitaji mengi, ana shida mbalimbali. Inawezekana mengine yamemsumbua kwa kipindi kirefu, inawezekana mengine yamefikia hata hatua ya yeye kukata tamaa, lakini Bwana dhihirika juu yake, ukitenda kwa ukubwa na kwa uzuri. Leo hii ikawe saa ya wokovu, saa ya